Haya, asanteni sana. Watu wa Busia tunaweza keti chini. Baba wetu maaskofu mlio hapa na wachungaji na masheikh, ndugu viongozi wote wenzangu na wananchi wa Busia, hamjambo? Busia hamjambo? Busia murembe? Busia emuria koliae? Ebu kwa mikono nione. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Yani Busia nyinyi uwanga wangwana hivi Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Busia, mkutano yenye haina msukumano. Kila wakati nikikuja hapa ni wanga na kizungumkuti hapa, mpaka nilikuwa nafikiria mambo yenu ni hivyo, kumbe nyinyi ni watu wangwana namna hii, watu watulivu, watu wazuri. Pongezi sana, nimefurahi sana kuja Busia leo. Thank you very much. Na nimefika hapa leo, ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu tulikubaliana na viongozi wenu wakiongozwa na gavana wetu hapa Paul Otuoma, ya kwamba kama watu wanaomcha Mungu, tulienda kwa uchaguzi mwaka uliopita, Mungu naye akatupatia nafasi. Ma MCAs wako hapa, wabunge, gavana na deputy wangu, sote nyinyi mkatukumbuka, mkatupatia kura zenu, Mungu akatupatia ushindi. Tukasema ni vizuri turudi Busia tuseme asante kwa Mungu. Na ndio sababu tumefika hapa kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wa Busia. Vile imetajwa hapa, mzee wako na wengine wamesema nilikuja hapa Busia mara nyingi, na mimi najua kweli niliwasumbua sana. Nilikuja mara mkisikia tena nimefika, mara namna hii nimefika. Poleni kwa kuwasumbua, ni hali ya kutafuta kura, sio makosa yangu. Na mimi nataka niseme kwa watu wa Busia, asanteni sana kwa kura zenu, asanteni sana kwa imani yenu, na kwa niaba yetu sisi wote wa kutoka vyama vyote ambao tulipata nafasi ya uongozi, tunakuja kwenu watu wa Busia kusema asante sana. Najua watu wengi wanashangaa mbona mimi nimekuja Busia kusema shukurani na kura zangu zilikuwa kidogo. Nimekuja kwa sababu Biblia inanifundisha kwamba ukiwa wa shukurani kwa kidogo, baadaye utaongezewa. So nimekuja hapa kwa mpango ya kuongezewa hapo vile Biblia inasema. Na ndio nimekuja na shukurani nyingi watu wa Busia. Jambo la pili, kwa nini nimekuja kutoa shukurani Busia, ni kwa sababu hizo kura zenu karibu 48 ndio ilinipatia nafasi ya ushindi. Mimi nataka niseme tena asante sana. Na ya tatu, nimekuja pia kwa sababu mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na kwa sababu ile serikali mimi ninaendesha ni serikali ya Wakenya wote, sio serikali ya wale walinipigia kura peke yao. Hapana, ni serikali ya Wakenya wote, wale walinipigia kura, wale hawakunipigia kura. Serikali ninaendesha ni serikali yao, na mimi nataka mjue kama watu wa Busia ya kwamba hii serikali ya Kenya ninayoendesha ni serikali yenu, na tutawafanyia kazi bila ya ubaguzi.
mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu, mipango yote ambayo tumepanga, mambo ya Hustler Fund, mambo ya County Aggregation Industrial Park, mambo ya Special Economic Zone, maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya matibabu, mambo ya housing. Haya mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu la Kenya pia itafanyika hapa Busia County. Mimi napenda kuwashukuru mashujaa wale kwa njia ya amani na bila ya kushughulikia mambo ya ukabila. Tukajitengenezea historia kama watu wa Kenya, na dunia mzima leo Kenya inaheshimika kama nchi ya demokrasia. Tunaweza kufanya mambo yetu ya uchaguzi, na tunaweza baada ya uchaguzi tukaungana na tukafanya kazi pamoja kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio mnaona sisi tumekuja hapa leo na tumesimama mahali moja na gavana wenu ambaye alikuwa upande wa Azimio, wabunge wenu, MCAs wenu, wale wa pande zote, na sisi sasa ni team moja ya kupeleka taifa la Kenya mbele na tupeleke Busia mbele. Mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya umoja ambayo tumehubiriwa. Leo hapa Busia nimesoma mambo ya maajabu. Nimeenda mahali nyingi na nikakuta interfaith wengi, lakini sijakuta kiwango kama hii ya Busia. Nafikiri counties zingine watakuja kusoma vile Waislamu na Wakristo na wale wote wanaweza kufanya kazi pamoja kwa ibada moja, tukishirikiana sote pamoja. I want to say in a very special way, thank you very much, the interfaith group in Busia. You have demonstrated to us the true spirit of unity and the true spirit of religion bringing all of us together. Asanteni sana. Watu wa Busia, viongozi wenzangu wameongea kwa kirefu. Kuna mambo mengi ambayo nimeongea, hata ingawaje Paul anasema hajasema. Huyu Paul Otuoma ni rafiki yangu na amenisumbua sana. Wacha niseme tu kweli. Aniwachi kwa simu, nikikosa kuchukua simu anaandika SMS. SMS ikishindikana anatafuta WhatsApp. WhatsApp ikikwama anatafuta mtu yangu ya mkono, anasema mwambie huyo mtu natafuta yeye. Na yote hayo ni kwa sababu ya mambo ya Busia County. I want to tell you, the people of Busia County, huyu Otuoma ni mtu wa Azimio, si ni kweli? Lakini I want to tell you, you have a good governor. Ni mtu wa bidii. Mara hata kama ananisumbua kwa ajili ya watu wa Busia na maendeleo yao. And that is important to me. Ndio mnaona wakati tumetangaza, kwa sababu iko katika mipango yetu, tulikuja hapa Mungatsi, tukaketi chini na watu wa Busia, tukawauliza kabla ya uchaguzi, tukawauliza tunataka mtupatie maoni yenu ya yale mambo yakifanyika Busia itabadilika. Mkatueleza mambo mengi. Naye huyu gavana wenu sijui alikuwa kona fulani kwa hii mkutano yetu ama ako na marafiki huko ndani, kwa sababu ile tulikuwa tunapanga huko ndio yeye amekuja kupanga sasa sawa sawa. Na ndio sababu hata juzi wakati tumekubaliana, na mimi nataka munielewe watu wa Busia, tulikubaliana ya kwamba hii Busia lazima tuibadilishe. Hata mimi kuja hapa mara nyingi ni kwa sababu I could see the potential in Busia County.
Busia County katika orodha ya counties masikini, wacha niseme tu kwa sababu ni ukweli, it is among the poorest counties in Kenya, yet it is the county that has the highest potential. Tunaelewana watu wa Busia? Nyinyi ndio muko na nafasi kubwa sana ya kuwa county nambari 1. Lakini ni lazima tuwe na mpango. Na mimi nashukuru gavana wenu ameshika network, tunapanga pamoja mambo ya kubadilisha hii county. Tumekubaliana ya kwamba katika hii county mambo ya oil crops, hiyo mmesikia gavana wenu wakisema hapa, simsim, groundnuts, palm oil, hiyo yote hapa ndio tunaweza kuzalisha mazao ambayo itatupatia oil crops katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Busia, kwa sasa tunaagiza kila mwaka, tunatumia bilioni 100 kuagiza edible oil kutoka nchi zingine, na Busia inaweza kutuzalishia hiyo edible oil tukiipanga vizuri. Why on earth would we be importing edible oil worth $1 billion or 100 billion Kenya shillings every year when we can grow it in Busia County and in the western part of our country? Tumeketi chini na gavana wenu, tumekuwa na mpango ya sawasawa, tutamtafutia mbegu, tutampangia ile mambo ambayo inahitajika, na yeye atajipanga na nyinyi hapa chini, tusaidie wakulima wetu, ndio badala ya kuagiza edible oil kutoka nje, tuzalishe hapa Busia, ndio muwe na pesa mfukoni na sisi tupate chakula katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu vile vile katika mpango yetu tumekubaliana tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimeketi chini na governors wote wa Kenya. Governor Otuoma akakuwa governor number 1 kusema mimi niko tayari. Ndio katika ile tulitangaza last week, ile Moses Kuria alitangaza, ametangaza 14 counties mahali tunanianzia. Ile ilikuwa nambari 1 kwa hiyo 14 counties tunaanzisha ni Busia County. Hapa tunajenga County Aggregation and Industrial Park ya milioni 500. County government, na mimi nataka nishukuru MCAs wako hapa. MCAs kupitia kwa governor wenu wameweka pesa 250 million. Sisi tutaweka 250 million. Ili tusaidie wakulima wa Busia wasihangaike wakati wamezalisha chakula, wasihangaishwe na brokers, wasisumbuliwe na makatel, tuwe na mahali wanaweza kuleta mazao yao, tuwe na cold rooms, tuwe na value addition, tuongeze dhamana, vijana wapate ajira na vile vile wakulima wapate pesa zaidi bila ya kusumbuliwa na wakora huko katikati. That is the plan that we have. And I want to say to the people of Busia County, hiyo mpango nataka nishukuru county government yenu inashirikiana pamoja na sisi. Mumesikia vile vile kwa sababu ya kupanga mambo ya ajira. Ile Dongo Kundu tumeweka special economic zone. Pale Athi River tumeweka special economic zone. Hapa Naivasha tumeweka special economic zone. Lakini haitoshi. Bado tuko na vijana wengi hawana nafasi ya kazi, na tuko na watu wengi wanataka kuegeza katika taifa letu la Kenya. Ndio tukaamua tukasema tuongeze export processing zones zingine 5. Kati ya hizo 5 ambayo tunaweka katika mpango yetu ya sasa, shilingi bilioni 1 ni yanasewa hapa Busia County. Na ni kwa sababu tunataka kuondoa county ya Busia kuwa county maskini, tuipangie kazi, kilimo, mambo ya aggregation,
mambo ya special export processing zone, ndio tupange ajira ya vijana, tupange mambo ya maendeleo ya Busia wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Tumekubaliana vile vile viongozi hawa wenu, tumeongea mambo ya town hii ya Busia iko na changamoto, na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu hii ni border town, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, muwe waangalifu hapa, tuipangie vizuri. Nimeshukuru governor panua sasa barabara. I want to promise you my friend, hiyo barabara tukimaliza budget, mimi naweka pesa ya kufanya dualing ya hii barabara kutoka Busia kwa boda mpaka pale inaitwa Korinda, ama inaitwa nini? Korinda, na baadaye nitasukuma tuone kama itaweza kufika na Mbale. Vile vile border town ya Malaba iko na msongamano mkubwa sana ya magari. Saa zingine hata inatutia aibu. Pia hiyo border town tukimaliza budget yetu ya mwaka huu ya Malaba, tunaweka pia dual carriageway ili tuweze kuondoa hiyo msongamano na tuweke hali ambayo biashara itaendelea katika border town ya Malaba na border town ya Busia. Haya ni mambo ambayo tungekuwa tumekamilisha zamani, lakini kwa sababu ya siasa hapo imechelewa. Lakini it is never too late to do the right thing, so we will do it. So tutashirikiana, tumeshakubaliana. Meanwhile, bwana governor, nitatumana hiyo barabara ianze sasa kushughulikiwa, hata kama tunangojea budget, panga vile kidogo ianze kushughulikiwa wakati tunapanga budget. Barabara ya kutoka St. Mary's hapa kwenda Burumba, sio inaitwa Burumba na nini, ilitengenezwa 1 kilomita ikakwama. Hiyo barabara nitaitengeneza mpaka ifike mahali pale tulikuwa tumeipangia. Barabara ya kutoka Busia hapa kwenda mpaka Alube iko 40%, nitahakikisha kwamba tunaikamilisha. Tunataka Busia County, wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tunapanga pia mambo ya maendeleo ya Busia. Nimewasikiza kwa makini mambo ya maji. Mmesikia vile tumetangaza mambo ya dams. Dam ya Ngololo hapa, dam ya Mount Elgon ambayo itakuja maji mpaka sehemu hii, dam ya Kocholia. Hiyo dam zote tunapanga dams 100 kubwa, tunapanga dams zingine 1000 zile ndogo, na tunapanga ponds, water ponds almost 3800 katika wizara yetu ya maji, and we are going to align with what the county has, so that as we do what we are doing nationally, we are also finding the bearing in every county, so that we can support every county. Tunaelewana jameni? Vile vile mambo ya stima, nimesikia vile mmesema katika mpango yetu tunataka kuongeza watu 15,000 in the next 3 months katika Busia County. Nimesikia sehemu Butula kona fulani iko na matatizo, nitaona vile tutashirikiana katika harakati hiyo. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru kwamba tumeshirikiana, na nataka ni shukuru watu wa Busia na county government ya Busia na wabunge wa Busia na hata senator wetu bwana Okia Omutata wa Busia, kwa sababu ya kukubali ya kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja, tusaidiane. Si namna hiyo? Mambo ya uchaguzi jameni, tulimaliza. Ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi, sasa tushughulikie wananchi. Hawa mahasla watu wa Busia, sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget, wacha niseme vizuri na munisikize kwa makini, katika hii budget mimi si wazimu. I know what I'm saying. Na mimi si lewangi. Sio kama tunaelewana. So
katika hii budget nimeipanga vizuri. Kwanza, kazi yangu ya kwanza, niliwaahidi wa Kenya wa kawaida, niliwaahidi mahasla wa Kenya ya kwamba safari hii mpango itakuwa ni kuwainua wale walio chini, tufanye bottom up. Si tulikubaliana jameni? Na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira. Hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko. Lazima tuwapangie ajira. Na nimepanga mambo 3 ya kupanga ajira ya hawa mahasla. Jambo la kwanza, kila ward tumekubaliana na wabunge katika budget hii nimeweka pesa ya kupeleka ICT hub katika kila ward, ndio vijana katika kila ward tuanze kuwapanga na digital jobs, ili kijana hapa Busia anaweza kufanya kazi Marekani bila ya kutoka hapa Busia kupitia mtandao. Number 1. Number 2, tumepanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing. Ndio munaona county aggregation and industrial park ya Busia tayari tumetangaza, kwa sababu pale tunataka kutumia kilimo kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, kwa kufanya value addition, kwa kufanya agro processing, kwa kuongeza manufacturing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana mahasla ambao hawana ajira. Na jambo la 3 ni hiyo mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko, ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified mahali tutakuja kujenga hizo nyumba. Hapa tunataka kujenga nyumba 5,000. Hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 25,000. Vijana wa Busia mko? Mbona sikii sauti yenu? Vijana wa Busia mko? Muko tayari ama hamuko tayari? Mimi nasema hivi, nahitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing. Wale engineers, architects, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wote pamoja na laborers, wale ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba, kwa sababu ni lazima tuwe na mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hatuwezi kufanya guesswork, hatuwezi kuimba mambo ambayo haina mpango. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Sijui kama tunaelewana. Muko tayari tupangane huko? Sasa unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%, sijui. Mimi nataka niulize nyinyi, watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi. Kama uko na pay slip. Uko na pay slip. Wale watu wanapata pay slip weka mkono juu. Haya. Wale watu hawana pay slip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna pay slip, nimesema hawa wenye wako na pay slip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukue na pay slip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa pay slip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana, wacheni hiyo nani. Bana. Jameni, mimi nataka niwaulize nyinyi viongozi tulio hapa. Sisi tukue na utu. Wale wengi ambao hawana ajira ni jukumu letu. Nani jamaa moja, mwalimu mmoja alikuja aliniuliza bwana president, sasa wewe unatusumbua ati sisi, mimi mwalimu nitoe 900 shillings ati ndio tupange housing, ati mtu ambaye hana kazi apate kazi. Hiyo inanihusu na nini? How is it my business? Unasikia? Sasa nikamwangalia huyo mwalimu, nikamjibu. Nikamwambia, mwalimu, wewe unajua
ule mtu mwenye hana kazi, huyo ndiye analipa ushuru. Akienda dukani ananunua, tunakata ushuru. Akienda mahali anafanya, tunakata ushuru. Unajua huyo mwenye hana kazi ndiye analipa mshahara yako na mshahara ya rais. Sijui kama tunaelewana. Sasa niwaulize watu wa Busia, kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkue na kazi, iko makosa? Wacheni mchezo hiyo bwana, hapana. Hapana. No. Sijui kama tunaelewana. Yes. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana ajira, na sio wajinga, wamesoma. Wengi wanatoka form 4, wengine wamekuwa college, wengine mpaka university, lakini ni jukumu letu kama taifa kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. And that is why mimi nauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tusidanganyane. Hata nilisikia viongozi ndugu zetu wa upinzani jana wanasema ati wao ni jobless. Sasa my friends, mbona mnadanganyana? Wakenya wanalipa between 500,000 and 1 million kwa hawa wa jamaa pension, pesa ya Wakenya. Sasa mko jobless namna gani? Mtu anapata 1 million jobless? Mimi nataka niwaulize, sikizeni. Wacha niseme hii nikiwa Busia. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wacha niseme nikiwa Busia. Busia ni town peke yake. Nimetembea towns nyingi Kenya. Busia ni town peke yake nimekuta kuna kikundi inaitwa jobless. Ni kweli ama si kweli? Si tuko na kikundi ya jobless ambayo iko hapo kwa kona? Nimeenda mpaka huko. Na wanajiita jobless kwa sababu hawana kazi. Vijana milioni 5 hawana kazi. How is it not our business, good people, for us to plan so that the millions of young people get jobs, wawe na payslip kama vile sisi tulio nayo? So that is the program that I am pushing. Na ili kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi inatimia, katika ile budget tumesema mambo ya kuagiza samaki kutoka China haitaendelea. Wacha tutoe samaki kutoka hapa, vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tumeweka ushuru kwa samaki natoka nje. Tunaelewana? Tupitishe ama tusipitishe? Tumeweka katika ile budget ya kwamba hatutaki tena furniture, ati kiti kama hii nimekalia, ati tunaenda kutafuta mpaka China. Na tuko na Wafula hapa, tuko na Omondi hapa, anaweza kuchonga hii kitu, tukamnunulia, akawa na pesa, akajisimamia. Mnataka tuendelee kuagiza kutoka nje ama Omondi atengeneze? Tupitishe hii budget ama tusipitishe? Namba ya 3, tumeweka pale tukasema simiti ambayo inaletwa kutoka nje isiletwe tena. Tuko na viwanda ya kutosha hapa, tuweke vijana wetu katika hii viwanda, watutolee simiti, tujenge nayo Kenya. Ile ya kutoka nje tuweke ushuru. Tuendelee ama tusiendelee? Tumeweka jambo la 4, tumesema mambo ya chuma ambayo inatoka nje ya Kenya iwekwe ushuru, ndio tupate nafasi ya viwanda ya Kenya inayoajiri vijana wa Kenya, wapate nafasi ya kuzipanua nafasi nyingi ya ajira ipane. Wale vijana milioni 5 wapate mahali ya kujishikilia. Tupitishe tusipitishe? Sasa hii story tunaambiwa ni gani? Sijui kama tunaelewana watu wa Busia. We must be honest with ourselves as a nation. Na ndio mimi ninasema kama rais wa Kenya, mimi nilisema safari hii nyinyi wadosi mvumilie kidogo. Wacha tushughulikie hawa mahasla jameni, hata na wao wakuwe na kitu kwa mfuko, ndio sisi wote tuishi katika Kenya moja. Ama mnasemaje watu wa Busia? Tunakubaliana? Mnasema tuendelee namna hiyo?
Mimi nataka munisaidie mahali moja. Munizungumzie huyu seneta wetu tafadhali, Bwana Omutata. Wewe sasa unataka kunipeleka kotini. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi? Please. Hokia, tafadhali. Ama namna gani jameni watu wa Busia? Nisaidieni jameni, muongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Yeye amesema ni rafiki yangu na ni kweli ni rafiki yangu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na unajua uzuri ya huyo Kia, hata akanipeleka kotini si mbaya, kwa sababu yeye hajapanga kuharibu biashara ya mtu, si ndio? At least hajapanga maandamano. Unajua kuna wengine wananitisha ati usipofanya hii tutapeleka maandamano. Sasa hawa wengine ndio wabaya zaidi. Eri huyu Okia. Eri huyu at least akinipeleka kotini, hakuna kibanda ya mama itachomeka, mboga ya mtu haiwezi kuharibika, biashara ya mtu haiwezi kuharibika, tutangangana na yeye huko kotini. Ama namna gani? So lakini ile kitu mimi nataka niulize, as a nation we must think as a nation. Sijui kama tunaelewana. Na sasa wewe Okia, wale watu wa handshake wenye walikuwa wanapanga mambo ya vyeo, mambo ya nini ya wadosi, haukuwapeleka kotini. Mbona wewe unataka kunipeleka kotini mimi nikipanga kazi ya mao mahasla? Si unaona unanionea tu bure. Wale ndio ungewapeleka kotini kwa sababu walikuwa wanatusumbua. Ama namna gani? Si huyo Kia ndiye angepeleka wale watu ya kutupelea BBI sijui nini akatusumbua, si angepeleka kotini? Awali nisamee kidogo nipange mambo ya mahasla please. Hawa watu wakishakuwa na ajira watajipanga, watakuja kujitetea kotini, haya lawyers wakuja wajitetee kotini. So otherwise watu wa Busia, mimi nimefurahi sana kufika hapa, na vile nilikuwa nakujanga Busia nitakuja tena na tena, na nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna hospitali hapa tumejenga. Gavana alikuwa anataka nifungue leo, nimemwambia atulize kidogo, nataka nikikuja kufungua hiyo hospitali nikuje na maneno mengine mingi, si namna hiyo? So nitarudi hapa Busia maybe mwezi ujao, sitachelewa, nitarudi kwa sababu tuko na project ya hapa chini ile ya Lower Nzoia. Nataka nikamilishe hiyo mradi ndio mpate 20,000 acres mzalishe mchele. Nataka vile vile nikuje nishughulike na mambo ya damu zenu. Nataka nirudi hapa tuongee mambo ya barabara. Nataka nirudi hapa mambo ile ya Tibet. Huyu Mheshimiwa Joseph amesema kuhusu mambo ya Tibet pale. Nitakuja, nilianzisha na yeye. Nitakuja ndio tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabunge wapitishe? Hebu nione wala anasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge. Hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget, mkuje muwaulize kazi zenu. Ama namna gani? Si ndio namna hiyo? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Busia na tutaongeleshana tu kama Wakenya. Mimi nawauliza wale ndugu zetu. Wale tunawaheshimu. They are our friends, they are our elder brothers, they are our fellow leaders. Nataka niwaulize tafadhali, hata kama tuko na maoni tofauti ni njia ya demokrasia. Tusipeleke maoni tofauti tukaharibu amani katika nchi yetu, tukawagawanya wa Kenya, tukalete fujo, tukaharibu biashara ya watu. Hiyo haitakuwa ni demokrasia.
hata kama tuko na maoni tofauti. I have absolutely no problem being criticized, people giving alternative opinions. That is the beauty of democracy. I want to listen to what others are saying. I want to listen to the opinion of others. We must find, vile ndugu zetu hapa wamesema, tutafute namna ya kuchangia mawazo so that a good idea gives way to a better idea. And a better idea gives way to the best idea. And that is how we are going to move our country forward. So Busia, tena niseme asanteni sana kwa kunikaribisha, asanteni sana kwa kunipokea, na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Asante sana, asanteni sana.